Bruno Fernandes ama Rodri? Rodri. Hatred yako na Manchester United ilianza lini? Venye nilizaliwa. Ipatikane kuna timu mbili ndo zimebaki hapa hivi EPL. Timu ya Manchester United na timu ya Chelsea. Wanakuambia afadhali usupport moja, utasupport gani? Afadhali Chelsea. Hivi ni kitu gani ambacho wewe unaogopa sana katika hii dunia where you are living? What scares you a lot? Umaskini. Umaskini. Kusota. Kusota ni kitu mbaya buda. Wewe umejifundisha nini ambao learn na hii mapenzi so far? So sema kama sisi maboy, unapenda dem, una feel sasa ni wako, umem-own ni wako. Hiyo kitu toka kwa kichwa chako kabisa. Inakuaje bana? Mimi niko hapa hivi naitwa Mr. Bonge Steven Sisoe. Na leo napiga story kidogo hapa hivi na Boniface Nsongo. Kijana na Arsenal anatusumbua sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini labda hujui huyu jamaa anatoka wapi, huyu jamaa anapenda food gani. Leo cha tumuulize na kwaje mzee? Kwa fiti sana. Kwa amazing. Kwa amazing kabisa. So mimi nataka kuuliza hii swali kabla niende kwa swali lingine yoyote. Hatred yako na Manchester United ilianza lini? Venye nilizaliwa. Ulizaliwa ukapata una hate Manchester United? Manchester siipendi tu yani. Venye nilizaliwa hivi, mimi na Manchester United hatuendani hivi. Ipatikane kuna timu mbili ndo zimebaki hapa hivi EPL. Timu ya Manchester United na timu ya Chelsea. Wanakuambia afadhali usupport moja, utasupport gani? Afadhali Chelsea. Kwa nini? Chelsea sioni kama ni timu ambayo tunawapiga ni wanyonge, yani wanyonge wetu because London is red. So kwa wanyonge unaweza support kidogo angalau, lakini yale Manchester sijui. Yani sema kama kuna timu ya Kondoa hapa hivi, yanacheza against Manchester, nitaenda kwa hizo Kondoa. I will never support. Yani siwezi. Buda aje sasa. Acha nguulize. Wakati una support Arsenal. Wakati Arsenal inapigwa na Manchester United, ni kitu gani ambacho wasi unaona unaweza fanya wakati Arsenal inapigwa na Manchester United? Wakati Arsenal inapigwa na Manchester, kitu inaweza fanya wasi, nzuri ama mbaya? Ndio yote tu, wasi mbaya ama mzuri. Si mimi nakula tu na shiba. Yani napatanga appetite sana nikule ni shiba nisikuwe na stress. Yezi nisumbua sana. Hivyo ni fake supporter wa Arsenal. Yes, sasa sikukula tu. Sasa ni juu sasa imepigwa ni jinyonge na siwezi. Na kukula vizuri napata appetite sasa. Natoa hasira hapa kwa chakula. Hivi ni kitu gani ambacho wewe unaogopa sana katika hii dunia where you are living? What scares you a lot? Umaskini. Umaskini. Kusota. Kusota ni kitu mbaya buda. Kwa nini unaogopa umaskini? Kuna maskini wanaishi tu hii dunia na wanaishi kwa vizuri. Kuna wakati nilisota, unajua katika pita kuna kihaso hapa na pale. There is a time nilisota buda. Nikapika sukuma ya kinde 10 bob. Bila mafuta, nikaigeuza hivi, nikaweka maji, nikaweka chumvi juu, nikageuza hivi, nikakula. True story. True story. Ilikuwa mbaya buda. Na trust you me. Hiyo sukuma ilikuwa inaingia, nafikiri imewekwa kachumbari, imewekwa. Niambie hujawahi sota tena kutoka hiyo siku. Kutoka hiyo siku sijawahi. I don't know what happened. Sijui nini ilifanyika but sikukuwa tu vizuri. Nilikuwa na 10 bob. Hiyo time sasa hii ni sukuma, unga nayo kulikuwa na unga kadogo alikuwa amebaki. Nikapika hiyo kaugali kadogo na hiyo sukuma. Ilikuwa tamu, trust you me. Ilikuwa tamu mbaya sana. Hapa hivi kwa hii world, ni nini ambao unachukia sana? One thing ambao unaichukia katika hii world. Kitu nachukia sana kwa hii dunia. Kitu nachukia. As in kitu kama gani? Sasa unajua kusema vitu unaweza sema. Kitu unaweza, kuna kitu moja ambayo tu labda waga unachukia. Unajua kama mimi sipendi mtu ambaye anakula Big G alafu eka kwenye pale popote amepata anastikisha hapo. Wewe? Sometimes mimi nakuwa ni mtu ni don't care. Sijui kitu gani naweza kuwa nachukia nini. Kwa hiyo wewe hujali na vitu vyote viko huko sawa. Okay, mimi najijua. Sometimes nakuwa mimi ni mtu mwenye sometimes I don't care. Naweza kuwa naishi dunia yangu tu. I don't know. What is one thing ambayo mpaka sasa hivi umejifundisha ambayo ni kitu ambayo imekusaidia na you feel inaweza kusaidia mtu mwingine yote? Kwa hii dunia ulizaliwa peke yako. Yes, uko na brother, uko na sister, uko na uncle, but wewe kama ni Nsongo wewe peke yako utakuwa successful kwa life. Yes, kuna wale marafiki watu wanaweza kushika mkono, but it is you. Wewe sema sasa brother yangu ako na gari, ako na V8, brother yangu mtajiri atanisaidia.
utashangaa sana brother yako ni tajiri anaishi life fit, au unaishi life wenye si poa sana. So I believe that kila mtu anafaa jipambania. Mungu alikupea akili, Mungu alikupea nguvu, Mungu alikupea miguu na mikono, itakusaidia kufanya kila kitu, tengeneza pesa. Pesa ya wazazi wako si yako. Babako vile anatengeneza pesa, huyo ni yeye. Labda siku Mungu atamtoa kwa hii dunia, hiyo pesa inaweza disappear because yeye alikuwa anajua njia ya kutengeneza hiyo do. So I believe that wewe na Mungu wako kwanza ndio unaweza fanya life yako ikuwe successful. I believe hivyo. Mimi. True story bana. Hiyo ni moja amazing sana. Kuna kitu huwa inasumbua sana watu. Inaitwa mapenzi. Na unapata labda mtu ana fall in love, mwingine anaachwa na vitu kama hivyo. Wewe umejifundisha nini ambao learn na hii mapenzi so far? Nimejifunza vitu vingi na mapenzi. Lakini maybe niseme tu moja. Yes, kupenda. Tuliumba tunafaa kupenda. Binadamu huwezi fanya sababu huwezi penda. Mimi kuna wakati mapenzi imenizungusha left right center. Lakini ukipenda pia penda na akili yako. Unajua sometimes tunafanya makosa sisi vijana, unapata umependa mtu, after umependa mtu una feel kama ni kitu yako. Ni kama sasa venye umevaa maybe nguo, umevaa jezi yako. Unajua jezi ni yako. So sema kama sisi maboy unapenda dem, una feel sasa ni wako, umem-own ni wako. Hiyo kitu toka kwa kichwa chako kabisa. Kitu ambacho unafaa kujua, unaweza gongewa na mbwani. Hiyo ni kitu mimi najuanga kwa akili yangu. Kugongewa lazima unaweza gongewa. Watu wasikie vibaya. Hiyo ni ukweli sawa. Kwanza ukika kwa kichwa ukijua kisha unaweza gongewa. Hata ukigongewa utaona vibaya. Au utafeel vibaya. So love ni kitu yenye unatumia brain pia. Mtu si mtu wako. Si kitu yako sasa juu umependa mtu sasa ni kitu wako, utaki hata mtu mwingine amguze. Si gari unaona. Hiyo si yako. Unaweza toka kwa anytime. Unafaa kuwa prepared. Tumeachwa hii dunia isoe. Kuachwa nayo. Unaacha tuachie hapo. Umeanza ku open up sana. Hata naweza pata nimeanza kulia. Lakini siwezi lia. Mimi machozi yangu yaonekanange by the way. Apart from Shabana. Timu gani nyingine una support hapa hivi nchini Kenya EPL? KPL I think napenda Nairobi United. Nairobi kwa nini? Wako na mpangilio mzuri, ukiangalia wameingia kwenye ligi wamepanda this season na whatever wanafanya ni kitu fit na inaonekana. I feel like it's a good team. Na last time unaona kama tuicheza World Cup. Kenya. Bana tunahitaji vitu so many things. Structures zetu venye tuna growth time kutoka chini kwenda juu. Kuna viongozi ambao wako pale juu, whatever wanafanya pale juu. Tuko na shida mingi hapa Kenya, corruption, nasikia kuna kiwanja inatengenezwa mahali bilioni kadhaa zimeenda. Hizo ni vitu tunafaa kuavoid. Bila kuavoid hizo vitu zote, hizo ma scandal zote, maybe one day one time, but sio rahisi so it is not easy because ukiangalia Harambee Stars saa hii buda hata kuqualify AFCON. Bulanga. Mimi sema AFCON buda sio rahisi. Hata AFCON tu hivi. Hii tunaenda kuhost hii AFCON ya 2027 kwa sababu sisi ni wenyeji. But kuhost tu AFCON ni noma. So what about World Cup? Ni kitu tunafaa tukae chini kama taifa. Wale viongozi huko juu tuanze na grassroots, tujipe kitu kama miaka kama 10 ama miaka 20 zingine ndio labda tunaweza qualify for World Cup. Bure hivyo. Labda tunaweza toka kwa hii dunia hata kama hatuja qualify World Cup. Maswali quick. Tutoke hapa. Na kuuliza unanjibu moja. Usi explain. Sawa? Bruno Fernandes ama Rodri? Rodri. Arteta ama Pep Guardiola? Arteta.